Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ninakusalimu kokote uliko, unaendelea kutufuatilia kwa njia ya mafundisho haya ya neno na maombi. Mungu akubariki sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ya leo, na ninadhani ni muda mzuri tunaweza tukaendelea kujenga kwenye ule msingi ambao tunatembea nao kwa habari ya spirit life au maisha ya roho. Basi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia niombe ili huu muda ambao utautoa kusikia ili neno likaache alama, likaache kitu ndani yako, likaache hatua fulani katika kuelewa, lakini pia katika kuishi. Nguvu ya Mungu ikaambatane na ili neno na kuyahudumia maisha yako. So let us pray right now. Unaweza kumshukuru Mungu pia. Baba, asante kwa sababu ya neema yako. Ninakuabudu, ninakuinua mfalme wangu. Ninakupenda Bwana. Asante kwa ajili ya watumishi wako kila eneo ambao they are tuning to this voice right now. Jesus, we pray in the mighty power of your name. Kila ambaye anaenda kukutanishwa na hii sauti Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. May the life that we live transform. May the ways how we walk change. May our understanding deepen. Ufahamu wetu uzidishwe kwa jina la Yesu Kristo, na tuongezewe zile nguvu za rohoni. Tufanikishwe katika mambo yote. Tuwe na macho yanayoona, masikio yanayosikia, na mioyo inayoamini. In the mighty name of Jesus, ninauliza nguvu za Roho Mtakatifu. Ninauliza nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yetu, zitufunike, zikazae kitu kipya ndani yetu, ili neno likafanyike halisi, likamanifest. In the mighty name of Jesus I pray. Lete karana madushi wa brande Katarina Masoria Bahata. Let your power flow. Zegradije omarite kidaganana mahande wa babali ya gandu wa bradija huze wali ya hango andra kavo kopa andre kashto bahara ramu antagabosha. Let your power flow. Let your healing flow. Let your deliverance flow. Riga ando zevradaba ai. Neno lako je si kama moto, as it falls let demons go. Let chains break. Let poverty flee in Jesus mighty name. Maandele igat kana harwa wa jaba goro ba ande da kaya. The spirit and life, let it be evident in Jesus mighty name we pray. Amen. So namshukuru Mungu tena. Tumejifunza kwa sehemu kwa habari ya kile ambacho Bwana Yesu alikuwa anakifunua wakati alipokuwa na mtumishi wa Mungu Nikodemo. Na niliondoka jana nikakwambia kwamba utendaji kazi wa Mungu ndani yetu unaweza usiuone kwa macho, unaweza usielewe kwa haraka, unaweza ukaona mbona hakuna kitu kinachobadilika kwa haraka, lakini slowly utajua kwa sababu ya aina ya matokeo utakayoyaona. Matokeo yanasema sana nini ambacho kinaendelea ndani, kwa sababu mara nyingi kinachoendelea huwa kionekani. Mara nyingi kinachoendelea kinakuwa taratibu, lakini kina matokeo makubwa sana ya kubadilisha, matokeo makubwa sana ya kuinua. It has a lot of impact. So hii nimeitoa kwenye ile Yohana 3 ule mstari wa 8 anaposema kwamba upepo huvuma upendako. Na nilikwambia kwamba anaongelea habari ya Roho Mtakatifu. Anasema upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Na ile roho ya pale imewekwa kwa herufi kubwa, aliyezaliwa kwa Roho. Maana sisi tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Hasa nini ninachotaka nikumaanisha hapo? Kazi ya Roho Mtakatifu hauwezi ukaiona anavyoifanya. Anafanya kazi katika utu wetu wa ndani, ila tunakuja kuyaona matokeo kwenye maisha yetu. Na Mungu ndiye ambaye anatubadilisha ndani, anatugeuza ndani, kwa sababu tumeshapata maisha mapya ndani ya Kristo. Sasa tunataka haya maisha yakamanifest, haya maisha yakaonekane, take over, yakatawale na yakawe dhahiri kwa kila ambaye anakutana na sisi au anakutana na Yesu ambaye tumembeba. So one thing ambayo Bwana anaisema clearly
ni kwamba I am doing my work in you. Na mimi nataka nikwambie unayenisikiliza, something is happening in you right now. You might not feel it. Unaweza usisikie, unaweza usione like something is happening, but as you are listening, something is happening. Kuna kitu kinaendelea katika watu wako ndani. You are not the same person. Hauwezi ukawa yule ambaye ulikuwa. Unabadilishwa, unafanywa kuwa mpya, na ndicho ambacho Mungu anakitaka kukifanya. Unajua Mungu anatuandaa. Jana nilikuwa nakuelekeza habari za Yohana alivyosema, mimi ninawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. So Yohana aliitwa sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yeye anasema mimi nimetumwa kuja kuandaa mazingira. In fact, Mungu kabla hajakupa kitu chochote lazima akuandae. Lazima tu akuandae. Hawezi akaleta jambo kwa mtu ambaye hajaandaliwa. So unavyosikia ili fundisho linakuandaa kwa habari ya kile ambacho Mungu anataka kianze kufanya kazi ndani yako. Unanisikia vizuri sana? Unanisikia vizuri sana? Yohana anakuja, anaanza kuandaa mioyo ya watu, anaanza kugeuka, anaanza kurudi kwa Mungu, anaanza kutubu. Na hiyo ndio hatua ya kwanza. Lazima tuanze kumgeukia Mungu, lazima tuanze kumwangalia Mungu atusafishe, atusaidie, atugeuze ili tupokee sasa kile ambacho anataka tukiishi. Sasa sio tukipokee kwa maana tunacho tayari, ila kimanifest. Any manifestation is taking place after preparation. Kwa sababu manifestation ni jambo la activation. Sijui unanielewa? Yaani kumanifest ni kuanza kwa kile ambacho kipo ndani. Hasa kinahitaji maandalizi. Maandalizi kivipi? Maandalizi kwenye moyo wako, maandalizi kwenye mfumo wako wa maisha, maandalizi kwenye imani yako, maandalizi kwenye utayari wako wa kuishi maisha ya roho. Na hii hapa ilishatabiliwa. Nilikuwa na jaribu kuunganisha alichokuwa nakisema na kukifanya Yohana na alichotabiri Mungu, alichotabiri nabii wa Mungu Ezekiel. Ngoja nikuoneshe kitu utakiona sasa. Ukisoma Ezekiel 36, ngoja nikuoneshe hapo. Ezekiel 36 mstari wa 25 na wa 26 na wa 27. Anasema kwamba nami nitawanyunyizia maji safi. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, niwatakase na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Are you listening to that? So ule ubatizo wa Yohana aliokuwa anafanya, ile hali ya kuzamishwa kwenye maji, it was just a symbol. Ilikuwa tu ni ishara ya kwamba hawa watu sasa hivi wanaachana na mambo yao yote, wanaweka chini vitu vyao, wanazamisha vitu vyao, wanatoka wakiwa wameandaliwa kwa ajili ya maisha mapya. Ndio maana anasema mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Maana toba ni kugeuka. Listen my friend, you need to be ready to walk with God. Lazima uwe tayari kutembea na Mungu. Lazima uwe tayari kugeuka. Lazima uwe tayari kuacha mambo yako yote. Anasema hivi, niwatakase na uchafu wenu wote. It does not matter maisha yako yamekuaje, it does not matter umefanya nini, umekosea wapi, umetenda nini. It does not matter. Inacho matter, are you ready to now walk with God? Sasa hivi ninavyoongea hapa sasa hivi, uko tayari kuanza kutembea na Mungu? Hiyo ndio kitu cha msingi, kwa sababu sio wapi ulikosea, sio nini ulichokifanya, ila right now as we speak, are you ready to walk with God right now? Asema ninawatakasa. So maji ni ishara ya kusafisha. Hata unapofuata unatumia maji, unavooga unatumia maji. So maji yana nguvu ya utakaso, yani ishara ya kuosha. Sasa sisi hatuoshwi na maji, tunaoshwa na damu ya Yesu Kristo aliye hai. So alikuwa anazungumza tu kwa lugha ya picha, lakini sisi tunaoshwa kwa damu ya Yesu Kristo kwa kuamini katika mauti yake pale msalabani. Tunapokea msamaha wa dhambi na damu yake inatusafisha na kila udhalimu. We are becoming new. Mstari wa 26 anasema nami nitawapa ninyi moyo mpya. So unaona, baada ya kusafishwa na vitu vyote, ukishakuwa tayari kwamba sasa ninaacha haya mambo yote na haya maisha ambayo siyofaa, mambo yangu yote binafsi, kutokuamini Mungu, ninaacha vitu vyote na anza kumwamini Mungu. Anasema anakupa moyo mpya. Alafu akishakupa moyo mpya, anasema anaondoa ule moyo wa jiwe. Ngoja nikusomee. Nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama.
Moyo unajua maana yake moyo usioamini. Kuna watu jamani ni wagumu kuamini, ni wagumu kuelewa, ni wagumu kuamini Mungu. They have just hard heart. Yani sijui nini kilitokea, nini kilopata, lakini hawamwamini Mungu na hawataki kumwamini Mungu. Sasa shida sio wao, shida ni moyo. Ukishakuwa na moyo mgumu, no matter what you hear, haijalishi utakachokisikia, hautakipokea, hautakiamini. Lakini anasema kwamba mtakapokubali sasa kugeuka, mtakapokubali sasa kunifuata. So wewe sio kwamba huna imani, hujakubali tu kumfuata Bwana. Akisha kuosha dhambi zako zote na uchafu wote na kila kitu, akakutakasa, anasema anakupa moyo mpya. Alafu mstari ambao nataka nikuoneshe ndio ambao nilikuwa nataka niunganishe na andiko tokea. Anasema nami sasa nitaweka roho yangu ndani yenu. I love that part. Nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwaendesha. I love this verse so much. Ezekiel 36:27 anasema baada ya kukutakasa, baada ya kukuandaa, baada ya kukubadilishia moyo, ngakupa moyo uliopondeka, moyo nyenyekevu, moyo wa kusikia, moyo kutii. Anasema now I will give you my Holy Spirit. I will give you the Spirit of God. I will give you my spirit. When I give you my spirit, now nitaanza kukuendesha. I will drive you. So ndipo unapoanza. Nilikwambia maisha ya roho ni maisha ambayo you are being driven by the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndiye anayesponsor. Roho Mtakatifu ndiye anayewezesha ndani yetu. Anasema upepo, unaona, haujui unakotoka wala unakokwenda, lakini unasikia sauti yake. Utaangalia tu hapo, utaona vitu vinaenda huku, njia ya upepo vinaenda kushoto au kulia, lakini utajua tu kuna upepo. Hauoni kwa macho, lakini una nguvu ya kuendesha. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Hatutamuona kwa macho, lakini ana nguvu ya kutuendesha, ana nguvu ya kutushawishi, ana nguvu ya kutuelekeza kwamba njia ni hii, ana nguvu ya kuondoa vitu vibaya mbele yetu, ana nguvu ya kutupeleka katika usahihi wa maisha. And ndipo anapotusaidia kuanza kuishi at our maximum potential. You will never live at your maximum potential without the help of the Holy Spirit. Yesu anasema ni bora niondoke aje Roho Mtakatifu. Anajua hatutaweza kuishi at our maximum potential pasipokuwa na msaada wa karibu, ushirika wa karibu na Roho Mtakatifu. I pray for you one thing today. Mungu akulete mahali pa ushirika, mahali pa kuongozwa na kuendeshwa na Roho Mtakatifu. What do you need to do? Surrender. Na unanisikia? Hujamwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, au haujamwamini Roho Mtakatifu. Unajua tu umeokoka, lakini haujamjua Roho Mtakatifu. Yuko ndani yako. Ninavyoongea nayo yuko ndani yako. And I'll pray for you right now, ili Roho Mtakatifu aanze kutake over in your life. Cha msingi cha kwanza, kubali kuachia vitu vyako vyote. Kubali kujisalimisha, kubali kumpa nafasi. Kubali awe ndio Bwana wako na Mungu wako. You will say, sema tu maneno haya badala yangu: Bwana Yesu, asante kwa kunipa Roho Mtakatifu. Asante kwa kunipa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ninakuamini uko ndani yangu, maana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo hii, Roho Mtakatifu, jidhihirishe ndani yangu. Chukua nafasi yako. Naweka vitu vyote chini, najisalimisha, na achana na maisha yangu ya kwanza ya kujiongoza, ya kujitawala, maisha yangu ya kwanza ya kila aina isiyofaa, na ya acha, na jivika maisha mapya. Nipe moyo mpya, nipe akili mpya, na uniongoze sasa Roho Mtakatifu. Nguvu zako ziwe juu yangu kwa jina la Yesu Kristo. Now just be quiet. I'll pray for you. Kat kimya. I'll pray for you. Father, I pray, belite kadadaha, let your power flow. Holy Spirit, take over. Take over. Chukua nafasi kwenye moyo wake right now with your glory and with your power. Kila ambacho adui amekiweka kumzuia kukujua, I remove it in the mighty name of Jesus. And I speak from this time onward, walk in power, walk in favor, walk in grace, walk in grace in Jesus' mighty name. Likamandala haska rapa jaka tagadoa rapo. Mungu akakuongoze katika jaki, akakuendeshe. May the spirit life become your life. May the spirit life become your life. May the spirit life become your life in Jesus mighty name. Asante Yesu kwa neema yako na nguvu zako. Nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Nakushukuru kwa ajili ambacho umekifanya. So from this time, anza kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Anza kutamani kumjua. Yuko ndani yako na ndiye atakayekusaidia kuishi maisha mapya, and he will manifest to you. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunifuatilia.
usiache kusikiliza. Naitwa Elisha Muhanga. God bless you. See you another time in Jesus name. Amen.